wakati fulani. I've interacted with the young people, one or two of them. Nimehusiana na vijana pia I just know a couple of names. I think for now I know Rhoda there. Hata sasa I know Violet there. I saw 2 Hesbons there. Naona Hesbons wawili pale. And then yeah, I'll stop there. Let's interact in the afternoon. I get to know more names. Tutazidi kujuana na kujuana zaidi. Like it was said on Sunday, vile nilivyozungumza siku ya Jumapili, I'm coming all the way from Zimbabwe. Natokea pale Zimbabwe. And one thing I'll tell you is Zimbabwe is very small compared to your land. Jambo ningependa kuambia, Zimbabwe ni nchi ndogo kuliko yenu. But another thing that I know also is jambo ambalo nalijua tena zaidi, Zimbabwe has a lot of things that we haven't seen. Kuna mambo mengi ambao tuna one of the 7 wonders in the world, mambo 7 ya kustaajabu ulimwenguni, which is Victoria Falls, ambao ni Victoria Falls, is shared with Zimbabwe and Zambia, and the greater part, the bigger part that you see, the beauty of it is in Zimbabwe. Sehemu kubwa ya Zimbabwe na inahusiana na mambo hayo 7. So for that reason you might need to think to come to Zimbabwe for your holiday. Kwa hivyo kwa ajili ya hayo mfikirie kuja Zimbabwe pia nyinyi. You can't be overtaken by actors from America who come first to Africa to see Victoria Falls. Watu wazi toka pale Marekani wapite kwenu wakuja kuona Victoria Falls, na nyinyi mko hapa mjakuja. Before the Africans explore their lands. Hata Afrika hawajafika hapo. Thank you. Asante. For this morning, asubuhi ya leo, we want to look at a subject. Tungependa kuangalia mada. I've entitled it on 4 occasions and I've changed the title. Ambao nimeifunza kwa njia 4, lakini mada hiyo inaenda hivi. And as I was sitting there, nilivyokuwa nimeketi hapo, I also changed the title. Nilibadilisha mada yangu. But I hope this one I will not change. So let me give you the title that I've put to it now. Sitabadilisha mada hii, hebu niwape hii. And the title of our discussion is, mada ya leo ni kwamba, don't fear appearance. Usiogope kwa kuonekana. Reality is always hidden. Ukweli huwa umefichika, however present. hata kama waonekana. Let me take it again. Hebu nirudie tena. Don't fear appearance. Usiogope kuonekana. Reality is always hidden. Maana ukweli huwa umefichika, however, hata kama is present always. Unaonekana kila wakati. So to those that are here present, kwa wale ambao walioko hapa, to those that are in church, wale ambao wako ndani ya kanisa, to those that are online, wale ambao wanatutazama I know at one time or the other, najua wakati mmoja au mwingine, you have been gripped by fear. Umekuwa na woga. But we are saying, lakini tunasema, don't fear usiogope appearance. kwa kuonekana. Reality is always hidden. Ukweli huwa umefichika, however, though it's hidden, it's present. hata kama huwa unaonekana. Let us pray. Father in heaven, this morning we want to thank you again for this opportunity. As we open your word, minister to us and speak to us in a way that we understand. May it be well with our souls, and may honor and glory be given unto you. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 You remember from the book of 1 Kings chapter 18. Unakumbuka kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili 18. We meet a man called Elijah, the prophet of God. Tunakutana na mtu Elijah ambaye ni nabii wa Mungu. Elijah, the prophet of God. Huyo Elijah nabii wa Mungu, what he had done in chapter 17. Jambo alikuwa amelitenda aya ya 17. He had invited the prophet of Baal. Alikuwa amealika nabii wa Baali to the Mount of Carmel. Pale mlimani Kameli. And before Mount Carmel, na kabla ya mlima Kameli, he had showcased who God is. Alikuwa ameonyesha Mungu ni nani. And he had proven it to them that there is only one true God. Na alikuwa ameashiria kuwa ya kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni wa kweli. However, lakini at the end of that chapter, mwisho wa aya hiyo, when the mission is accomplished, wakati hoja yake imeonyeshwa, and Jezebel is told what has transpired on the mountain. Jezebeli amearifiwa yaliyotendeka pale mlimani. In chapter 18, Jezebel utters these words. Aya 18 Jezebeli anazungumza haya. Go and tell that man of God, hebu mwambie huyu mtu wa Mungu, that if I don't make his life, ikiwa sitapata maisha yake, just like he has done to my prophets, vile amefanya manabii by wangu, end of day, kabla ya mwisho wa siku, then there will be something wrong. Baada ya muda fulani. And what does Elijah do? Elijah anafanya nini? He runs a days
journey. Anaenda safari ndefu. Running away from Jezebel. Kutoroka mbali na Jezebeli. Now when we get to chapter 18. Tunapofika aya ya 18. Elijah, he thinks he is the only one. Elia anadhani ya kwamba ni yeye peke yake ambaye amebaki. So he even tells God that I'm the only one what? Hata anamwambia Mungu ya kwamba mimi peke yangu nimebaki. This is the reason why I'm here. I'm running away because I'm the only prophet left. Hiyo ndio sababu niko hapa, maana mimi nabii peke yake ambaye amebaki. But the moment, we all know and we all read from our Bibles, sote tunajua na tusoma kutoka kwa Biblia, that when God was answering to Elijah, Mungu alipokuwa anamjibu Elia, how many more prophets were there more to Elijah? Manabii wangapi walikuwa zaidi ya Elia? There were 7,000 more. Kulikuwa na 7,000 zaidi. But what Elijah saw, lakini Elia aliona nini? Was one prophet. Mmoja tu nabii. So before Elijah, the appearance was one prophet. Kabla ya Elia, nabii aliyeonekana ni mmoja tu. But before God, the appearance or the reality was 7,001 prophets. Lakini mbele ya Mungu walikuwa manabii 7,000. It's not like God created more prophets. Sio kana kwamba Mungu aliumba when Elijah said, I'm the only one left. Wakati Elia alisema mie peke yake nimebaki. But what happened is God proved to him that before you see one, but there are more before you lakini than Mungu you. alimwashiria kwamba mbele yako unaona mmoja, lakini mimi naona 7,000. Let's remember again the story of Elisha and Gehazi. Hebu tukumbuke historia ya Elisha in 2 Kings chapter 6. Wafalme wa pili 6. You remember what happens in 2 Kings? Unakumbuka kilichotendeka Wafalme wa pili. The army that wants to attack Elisha has come. Yule aliyetaka kumwangamiza Elisha anakuja. And the Assyrian army has encamped round about his plot. Na jeshi hilo lote likazingira jumba lake. So when Gehazi wakes up, wakati Gehazi anaamuka, he is astonished to see a whole lot of people surrounding them. Anashangaa kuona watu wamewazingira wengi sana. So he wakes up his master. Anaamsha mkuu wake. And he says to his master, anamwambia mkuu wake, Master, mkuu wangu, we are doomed. Tumeangamia. We are perished, we are finished. Tunaangamia, tumekwisha. Out there is a mighty army that you've never seen. Pale nje kuna jeshi kubwa ambalo hatujaliona. The prayer of Elisha, ombi la Elisha, tells us that there was reality. Linatuambia kwamba kulikuwa na ukweli. However, Gehazi was dealing with the appearance. Hata kama Gehazi alikuwa anatazamia kuonekana. The prayer of Elisha is, ombi la Elisha ni kwamba, Lord, Mungu, open his eyes. Hebu fungua macho yake. Did the Lord bring more people? Je, Mungu alileta watu wengi zaidi? What did he do? Alifanya nini? He just prayed that may his eyes be what? Aliomba tu macho yake. And when his eyes were opened, wakati macho yake yalifunguliwa, what did he see? Nini kilifanyika? Aliona nini? He saw that those that were with them, aliona kwamba wale waliokuwa nao, were greater than those that were around them. Walikuwa wakuu kuliko wale waliozingira. So at times the appearance will scare you to death. Kwa hivyo kuonekana kunaweza kukuogofya hadi kifo. But God is carrying the reality within him. Lakini Mungu anabeba ukweli ndani yake. So every time you are in a situation, kila wakati unapofikia katika hali hiyo, you need to always pray. Unastahili kuomba, Lord, may I see the reality in this. Hebu Mungu nione ukweli kwa mambo haya. It will help you not to fear what you see. Itakusaidia usiogope kwa yale ambayo unayaona. So for our study this afternoon, kwa hivyo mafunzo yetu mchana wa leo, we want to focus on Daniel chapter 3. Tungependa kutazamia Danieli 3. There is also an element that we find there. Kuna jambo tunalolipata pale, of fear, or rather of fearing the appearance. Kuogopa kuonekana. If you are not careful. Ikiwa wewe si makini. What do we find in Daniel chapter 3? Je, tunapata nini Danieli 3? We find the king called Nebuchadnezzar. Tunapata mfalme aliyeitwa Nebukadnezar. He is king to this land, a vast land that was stretching even to Africa, called Babylon. Alikuwa mfalme wa nchi hii ambayo hata ilizidi kufika hapa Afrika inayoitwa Babylon. And this king, na mfalme huyu, he had so many provinces around. Alikuwa na province nyingi ambazo that were under him, ambao zilikuwa chini yake. So he had a dream. Kwa hivyo alikuwa na ndoto. And in his dream he saw a big image. Alikuwa katika ndoto aliona sanamu kubwa. He wanted to find out what this image means. Alitaka kujua sanamu hii yamaanisha nini. And he was given the definition and the meaning of the image. Alipewa maana ya mfano huu ama mchoro huu aliona katika ndoto.
So in chapter 3, he makes the image of pure gold. Katika aya hiyo ya 3 anatengeneza mfano ambao ulikuwa na wa dhahabu. And he places it in the plain of Dura. Anauweka pale katika nchi ya Dura. His intention was that everyone, lengo lake lilikuwa kwamba kila mtu should worship aweze kuabudu, bow aweze kusujudu to the image. Kwa sanamu hiyo. And this was supposed to happen at the sound of the trumpet, the harp and the psaltery. Na hii ilikuwa ifanyike ikiwa sauti ya tarumbeta na vinubi ilikuwa ipigwe. So I'm reading from Daniel chapter 3. Tunasoma Danieli 3. We're reading from verse 2. Kuanzia fungu la 2. And the king Nebuchadnezzar sent word to gather together the satraps, kisha mfalme Nebukadneza akaita wakuu, wasimamizi, watawala, washauri, the administrators, wale waliokuwa na tawala, the governors, washauri, the counselors, watunza hazina, the treasurers, watunza hazina, the judges, waamuzi, the magistrates, mahakimu, and all the officials of the na provinces, maafisa wengine wote wa majimbo, to come to the dedication of the image which King Nebuchadnezzar had set up. Kuja ili kuizundua sanamu ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa ameisimamisha. Verse 3. Fungu la 3. So that the satraps, the administrators, the governors, the counselors, the treasurers, the judges and the magistrates, basi wakuu, wasimamizi, watawala, washauri, watunza hazina, waamuzi, mahakimu na maafisa wengine, and all the officials, na maafisa wote wengine, and all the officials of the provinces gathered together for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Wote wa majimbo walikusanyika ili kuizundua sanamu ile mfalme Nebukadneza alikuwa ameisimamisha. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Nao wakasimama mbele ya hiyo sanamu. What we find in verse 2 and verse 3 is interesting. Jambo tunalopata fungu la 2 na 3 la furahisha sana. I don't know to those that work within the governments and top civil servants in the government. Wale wanaofanya kazi katika serikali, they might be getting a chance wanaweza pata nafasi to interact with the first the head of the state and so on. Pengine wapata fursa ya kujumuika na wakuu wa serikali kubwa. When you are in the presence of the head of state, wakati wewe uko mbele ya wakuu wa serikali, there is a certain way you behave. Kuna jinsi fulani tabia yako. There are certain things you don't do. Kuna mambo ambayo huwezi yafanya. I think that one is common knowledge. Unajua hiyo ni mambo ya kufikiria tu, ya kawaida. That one is common knowledge, amen? Ni mambo ya kawaida, amina? There are certain things you don't do. Kuna mambo huwezi fanya mbele ya if the head of state has invited all his top people in the government, ikiwa rais hivi ameita wakuu wengine wa serikali waje kujumuika naye, and they are gathering for a function, na wanakusanyika kwa jambo fulani, and you are also invited, nawe pia umealikwa kwa huo mkutano, but you are one of the unknown, na wewe haujulikani. You hold a position, of course, but you are one of the unknown. Pengine uko na cheo fulani lakini haujulikani sana. When things are being done, all you do is you follow what those that do it best are doing it. Wakati mambo yanatendeka pale, wewe unafuata tu kile ambacho kinatendeka pale. As we're coming up front, tulipokuja hapa mbele, I was asking the elders back there, nilikuwa nauliza wazee wa kanisa pale nyuma, how is our procession like? Je, tutaenda mbele jinsi gani? In as much as I'm Adventist and you are Adventist, but processions differ with countries. Jinsi watu wanaingia mbele ni tofauti kwa. So you are told when to kneel, when to stand, when to pray and so on. Kwa hivyo unaambiwa wakati wa kupiga magoti, kusimama. So when I come here, I don't bring my own things. I come here and I do things that are done here. Nikija hapa siwezi leta mambo yangu, ninafanya yale yanayotendeka hapa. Je, hayo ni vivyo hivyo? So now the king has invited a high delegation. Kwa hivyo mfalme huyu amealika watu wakuu katika serikali. And the high delegation is ready to work at the command of the king. Na watu hao wote wako tayari kufuata maagizo ya mfalme. So verse 4 gives us the command. Fungu la 4 linatupa maagizo hayo. Then a herald cried aloud, ndipo mpiga mbiu akatangaza, to you it is commanded, kwa sauti kubwa akisema, all peoples, enyi watu wote, nations, kabila zote, and languages, mataifa na lugha zote, that at the time you hear, hili ndilo mtakalolifanya, the sound of the horn, sauti ya filimbi, flute, baragumu, harp, filimbi, marimba, lyre and psaltery, kinubi, in zumari, symphony with all kinds of music, aina zote za sauti za you shall ala, fall down and worship the gold image lazima muanguke chini na kuabudu sanamu ya that King dhahabu Nebuchadnezzar has set ambayo up. mfalme Nebukadneza alimeisimamisha. This is the command.
Haya ndio maagizo. Verse 6 tells us the repercussion to those who decide not to follow the command. Fungu la 6 linatuarifu adhabu ya yule ambaye atakaye kosa kufanya vile mfalme ameagiza. And whosoever does not fall down and worship shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. Mtu yeyote ambaye hataanguka chini na kuiabudu sanamu hiyo atatupwa saa hiyo hiyo ndani ya tanuru iwakayo moto. Now, you know, there are things you don't need to play around with or mess around with. Unajua kuna mambo huwezi kucheza nayo. When they are said and the king has said it, he means it. Kama mfalme amesema, hivyo amesema. So at the sound of this flute, harp, everything, shouting and so on, utasikia sauti hizi za ala za muziki, everyone is supposed to kila fall and worship the anafaa image. kuanguka chini na kuabudu sanamu hiyo. If you don't do that, ikiwa hautafanya hivyo, it will also be immediate that you be cast into a burning fiery furnace. Ilikuwa vivyo hivyo utatupwa kwenye tanuru ya moto. So the sound was heard. Kwa hivyo sauti ikapigwa. And people fell down and worshiped the god image. Na watu wakaanguka chini na kuabudu sanamu hiyo. But certain Chaldeans came forward. Lakini kuna maafisa wawili wakaja mbele. And accused the Jews. Na kisha wakatoa makosa fulani. They even went to speak to the king. Wakaenda kuzungumza na mfalme. O King Nebuchadnezzar, live forever. Hey, mfalme Nebukadneza, huishi milele. You have made a decree in this land. Umefanya amri katika nchi hii. That at the sound of this, kwamba baada ya sauti hii, everyone falls down. Kila mmoja anguke chini and worships na kuabudu sanamu ya dhahabu. But we have noticed some anomaly. Lakini tumegundua kuna wachache. There is something that we have picked. Kuna jambo ambalo tumeliona. There are certain Jews. Kuna Wayahudi fulani. You know, when you want to kindle a fire, unajua wakati you have to be careful with the selection of your words. Lazima uchague maneno yako. Listen to what these guys say in verse 12. Hebu angalia fungu la 12. They are kindling a fire wamewasha moto and making it valid. Na wanataka weka iwe sawa. There are certain Jews. Kuna Wayahudi fulani whom you have set over the affairs of province of Babylon. Ambao umewaweka juu ya mambo ya jimbo la Babeli. And these are na hawa ni Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. They have not paid due regard to you. Hawakujali, hawakuheshimu kwa yale uliyosema. They do not serve you. Hawataki kukutii. So you are told that those that you love, unaambiwa kwamba wale ambao unawapenda, those that you have entrusted with authority, wale ambao umewaweka wakuu, those that you have put in places of authority, wale umewaweka katika they are undermining your authority. Ndio wanadunisha amri yako. But you have them as your people. Lakini uko nao kama watu. How do you have such governors? Je, utakuwa na wakuu wa serikali kama hao? What are you going to do with these ones now? Je, utawafanyia nini sasa? But the decree, in case you might forget, the decree is here. Lakini ikiwa ulisahau amri, and this is what it is saying. Na amri inasema hivi. So Nebuchadnezzar had no choice. Kwa hivyo Nebukadneza hakuwa na jambo lingine. Then Nebuchadnezzar in rage and fury, kwa hivyo Nebukadneza kwa hasira gave the command to bring Shadrach, Meshach and Abednego. Kwa ghadhabu kali akawaita Shadrach, Meshach so they were brought before the king. Wakaletwa mbele ya mfalme. I want you to listen to the king speaking to them. Hebu msikize mfalme anawaambia nini. And try and read verse 6. Nawe usome fungu. I want you to be Bible students for a while. Just read what the king is saying. Hebu muwe and listen to what the king had said earlier on. Msikie vile mfalme alinena hapo awali na kile mfalme atanena. Go with me to verse 14. Hebu tuende nanyi aya ya 3 fungu la 14. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, naye Nebukadneza akawauliza, is it true, Shadrach, Meshach and Abednego, je, ni kweli kwamba nyinyi Shadrach, Meshach na Abednego hamuitikii or worship the gold image which I have set up? Amri yangu ya kuabudu miungu niliyoifanya? Nebuchadnezzar has been told categorically clear Nebukadneza ameambiwa kwa ufasaha that these people are not doing what you have said should be done. Watu hawa hawafanyi vile uliamuru wafanye. And Nebuchadnezzar had put it categorically clear. Na Nebukadneza alikuwa amesema waziwazi. In verse 6. Fungu la 6. What had he said in verse 6? Alisema nini fungu la 6? Whoever does not fall down and worship shall be cast immediately. Yeyote hata kaya abudu hivyo hivyo ataungishwa into the midst of a burning fiery furnace. Ya tanuru ya moto.
Was there need to negotiate with these people for now? Je, kulikuwa na jambo lolote la kuzungumza na What hawa had the watu? king said? Alisema nini? At the sound of the harp, Kelele hizo za you are supposed ala to zinapo- fall down. Unastahili kuanguka. If anyone does not do that, Ikiwa yeyote hatafanya hivyo, there and there, hapo hapo you are cast into the fiery furnace. unarushwa ndani ya tanuru ya moto. And now, Na sasa the king is told that there are people who have not done what you have told them mfalme to do. amearifiwa kwamba kuna watu ambao hawajafanya vile uliamuru And he wafanye, brings them to a meeting. na anawaleta kwenye mkutano. If the Lord loves you Ikiwa Mungu and anakupenda protects you, na anakulinda, he will go before you and behind you. ataenda mbele yako na He nyuma will yako. always be there for you. Atakuwa kila In wakati as much nawe. as they would have put a decree, Hata kama walikuwa you wameweka will find amri, yourself out of the mess. utajipata nje ya mambo hayo. The Lord will protect you. Mungu atakulinda. These guys would have said, no, Mtu now watu that hao there is an wakasema, image there, and hata these kama guys, kuna they have mfano put a decree, na hao wameweka amri, we'll just bow for now, tutaabudu tu. thereafter we'll ask for forgiveness. Pengine tutaomba msamaha baadaye. You know, Hapana. we have people today Tuko na watu hivi sasa who go to work only once, one Sabbath in two months or so. wanaenda kazini sabato moja kwa miezi miwili. And they find nothing wrong in that because it's just but one Sabbath in a month. Hawaoni jambo lolote baya, maana ni sabato moja kwa sabato kwa miezi Their miwili. fear is, if I don't go to this work, I'll lose it. Anaogopa ya kwamba nisipoenda juma hili If I nitapoteza. lose this work, Ikiwa nitapoteza kazi then my hii, family will be hungry. familia yangu italala njaa. So they are busy taking care of their family at the expense of God's command. Kwa hivyo wanatunza familia hiyo yao They kwa fear- minajili ya kuvunja sheria ya Mungu. They fear what will happen, Wanaogopa but kitakachotendeka nothing has happened. na hamna jambo limetendeka. So the king calls people to a meeting. Instead of casting them into fire, he calls them to a meeting. Mfalme badala ya kuwaingisha ndani ya moto anawaita kwenye After the mkutano. meeting, Baada ya mkutano, verse 15. fungu la 15. Now, Sasa if you are ready, at the time you hear the sound of the horn, flute, harp, lyre, psaltery in symphony with all kinds of music, ikiwa utasikia sauti hiyo ya ala za muziki and you fall down and worship the image which I have set, na uanguke chini kuabudu sanamu ambayo nimeiweka, then good. hivyo itakuwa vizuri. But if you do not worship it, Lakini ikiwa utaiabudu, then you shall be cast immediately kwa hivyo utarushwa into the hapo hapo burning ndani ya fiery furnace. tanuru ya moto. You know, as a mother, Unajua I kama don't know how mama, you do it in Kenya. sijui mnafanya As a vipi hapa mother, you say Kenya. to your child every day, I'll spank you, Ikiwa wewe ni I'll mama, spank kila you. siku unaambia I'll spank you. The child will know that mama always says, I'll spank you, but does not spank. mama anasema nitakupiga, ukifanya kosa kwambia nitakupiga, lakini mtoto anazoea, anajua hivyo, anasema hata wahi nipiga. So when I'm presenting on family life, my advice is, Kwa in hivyo- as much as the Bible says, spank your children, Hata kama Biblia inasema umpige mtoto wako, make sure when you're spanking him, you tell him that today I'm going to spank you and you spank him. jua tu jinsi ya kumpiga, And do sio it in love kuongea and in ongea. honestness. Ifanye kwa njia Actually, ya upendo. just to digress from my sermon, that's a program you need to pray for before you embark on it. Hilo ni jambo unastahili kuombea kabla ya And kulifanya. pray after you finish the program. Na kuomba a sacred program. baada, ni jambo ambalo unafaa It's very kujua. sacred. Ni jambo la I wish my fiche. boys were here, they could tell you it's very sacred. Mke wangu akiwa hapa nyumbani No one ni is spanked siri. in your harshness. It's wrong. Hakuna mtu atalipwa. So the kwa king was ukali saying wako. these things again. Kwa hivyo mfalme alikuwa anazungumza Immediately mambo you'll be haya. cast into the fire. Hapo hapo utarushwa ndani ya And already moto. these guys know the king has said this before. Na hawa watu walikuwa wanajua watarushwa ndani ya If he's moto. going to cast us, we'll see it from there, but he said these words before. Ikiwa tutarushwa ni sawa, lakini He's kama amesema used to haya saying mambo, these words. alizoea kusema mambo haya. So Shadrach, Meshach, and Abednego Kwa hivyo this time, Shadrach, Meshaki, they Abednego answered the wakati king. wakamjibu mfalme. What did they say to the king? Walisema nini kwa mfalme? Oh, Nebuchadnezzar, Hey Nebukadneza, we have no need to answer you in this matter. hatuhitaji kujitetea mbele zako. You didn't hear that one. Hamkusikia hayo. That one is suicidal. Hilo In as much jambo as la there's a kujinyonga. death threat already. Hata kama kuna That one is jambo la suicidal. kifo, hiyo ni kama kujinyonga. Remember who is before the king. Kumbuka nani yako mbele ya They are the mfalme. governors. Wakuu wa They are the serikali, magistrates.
They are the judges. waamuzi wote They are wako. all sorts of people. Wakuu wote wa And the serikali. king is sitting in his high chair. Na mfalme ameketi pale kwenye And the kiti chake king has kikuu. people around him. Na watu wa All the wa security mfalme- people are there. na majeshi yote yako And hapo. these Hebrew boys that are foreign to this land, Na hawa vijana watatu wa Ibrahim that have been taken by this same king into places and places of authority, ambao wamechukuliwa mbele ya dare watu to wasimamizi challenge the wakuu. king in his face. Wanajaribu kuongelesha And mfalme mbele ya And uso they wake. tell the king, Na wanamwambia mfalme, fine, we have heard you. Tumekusikia mfalme. But on this one, Lakini kwa hili jambo, we are not going to answer you. tukujibu. Let me lighten it a bit. Hebu nijaribu Let me put it in if it was a young man answering in today's language, Ikiwa ni vijana wadogo he would have simply said, wangesema hivi. fine, king, I've heard you. Mfalme But on tumekusikia. this one, I'll not waste my time. Kwa hili jambo I'm sitapoteza not going muda to wangu. answer it. Sitapoteza muda wangu. Remember, Kumbuka, this is the second chance they are getting from the king. hii ni fursa ya pili ambayo wanataka And kupata the kwa young people mfalme. are busy telling the king that we will not waste our Na time answering vijana that hawa one. wanamwambia mfalme hatutapoteza muda wetu. That one kujibu. is a done deal. Sasa hapo No mmeshamalizwa. matter what, we will not do anything to that. Hata kama nini Our hatutafanya position lolote. will not change. Tutasimamia msimamo wetu, hatutabadilisha. Verse 17. Fungu la 17. If that is the case, Ikiwa ni our hivyo, God whom we serve is able to deliver us. ikiwa tutatupwa ndani ya tanuru From the iliyokaa burning moto, fiery furnace. Mungu anaye And he will deliver us from your hand, tunayetumtumikia O atatuokoa. king. Ndio. But Lakini if not, ikiwa hata tuokoa, let it be known to you, mfalme na ijulikane O kwako, king, mfalme, that we do not serve your gods, ya kwamba hatutaitumikia miungu nor yako, we will worship the gold image which you have set up. wala kuiabudu sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Now these boys are serious. Hawa vijana sasa wamekaza kama. They don't want to answer the king on this one, Hawamjibu mfalme kwa because there hili. is nothing to answer on. Kwa vile hawana la What they kumjibu. know is the Lord will deliver them from this. Wanajua Mungu atawaokoa. However, Hata kama if the Lord decides not to deliver us from ikiwa this, Mungu ataamua it siwaokoe, does not mean we will still serve you. hata We will not haijalishi. serve you, be that as it may. Hatuwezi abudu sanamu Whatever the hiyo. Lord decides to do with Kile us Mungu ataamua is what we are kutufanyia. going to do. Hilo ndilo We will not tutafanya. budge to your thinking. Hatutafikiria vile wewe unafikiria. Verse 19. Fungu la 19. Then the king, full of rage, Mfalme kwa hasira kuu, and the expression on his face changed, kwa ghadhabu sana uso wake ukabadilika. and he spoke and commanded Akazungumza na kuamuru that the heat be taken 7 times more. ya kwamba moto huo uongezwe mara 7 zaidi. And he commanded mighty men of valor who were with the army Na akaamuru majeshi yote na wakuu wote wafanye hivyo, to bind them. ili waweze kuwafunga. I want you to see something happening here. Ningependa uweze kuona jambo The king has linalotendeka given them a second chance, right? hapa. Mfalme anawapa nafasi ya If you pili. hear the sound and so on and so on. Ikiwa utasikia sauti hii uabudu. And the boys were faithful to the king. Na hawa vijana walikuwa Please, king, wanamwambia Don't mfalme, waste the energy of those that play the music. usipoteze muda kwa There is no wanaocheza need for vyombo. a second chance. Hamna haja ya nafasi ya Just pili. spare them. Hebu waache tu. You can take us direct to the fire. Unaweza kuturusha tu kwa Because moto. we are not going to budge to this. Kwa vile We will not miungu give yako. in to this. Hatutaingia kuabudu sanamu yako. And the Lord will deliver us in that fire. Na Mungu atatuokoa kwenye tanuru ya moto. So the king wanted to make it very scary. Mfalme alikuwa anataka waogope kabisa. To those that lit a fire, I don't know how you multiply a fire. Kwa wale ambao wanawasha moto, je, unaweza Anyone kuongeza who has moto? an idea how you multiply a Je, fire? unaweza kuongeza moto mara 7 How hivi? do you multiply a fire Unaongeza aje? from 1 pastor to 2 2, and then to 3? 3, How do you add the fire up to 7 Je, times more? utaongeza moto wake Elder mara Dennis, 7 aje? how do you multiply a fire? How? I don't know.
I read the Bible, I study the Bible. I think I'm giving myself a homework on this one. Hata mimi nasoma hivi. I might need to also study what they were doing in that time, what they meant when they said, we'll take it 7 times more. I think that's my homework. But the king took it 7 times more. And in his rage, he commanded mighty men of valor to bind these young people. And they were cast into the fiery furnace. And the story begins. So the king should be happy now, settled. I've shown all my people what I do to those that despise me. This is what I do. Verse 21. They were cast into the fire with all their clothes fine. Verse 22. The king's command was urgent, yes. And verse 23, the boys were in the fire. But I want you to notice something that's happened in verse 22. Therefore, because the king's command was urgent and the furnace exceedingly hot, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach and Meshach and Abednego. So the mighty men who took them to the fire were burnt by the fire, and the boys were thrown into the fire. The boys were in the fire. Those that took them to the fire died at the entrance of the fire because of the heat. But the boys were in the fire. Let me take it again. The boys were in the fire. Those that bound them and cast them into the fire died at the entrance of the fire because of the heat. But the boys were standing in the fire. The boys were told, I'm going to heat up the fire 7 times more. And the boys are saying, that's okay, king. We are not going to budge. We are not going to worship to your image. So verse 24 is interesting. Then King Nebuchadnezzar was astonished. And he arose in haste. And spoke, saying to his counselors, did we not cast 3 bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, true, O king. And the king now has a job to introduce some guests. You know, in our church, we have this element. I've seen it in Kenya also. We have people who introduce other people, and people who introduce other people. So Elder Dennis introduced those that you could introduce. And then pastor introduced those that you could introduce. I understand we got our education director there. Pastor introduced the education director. If one of our officers from the conference was there, pastor would then give the time to the education director. There are those that education director then introduce the officers. If the officers from the union are here, then the officer from the conference will introduce. Is that the same in Kenya? Is that the same? Now, what we find in verse 25 is exactly the same protocol. What we have in the fire does not require a simple man to introduce. It requires the king himself. But this is the king who was so pompous prior. He was telling people that I want to see who is this God that will deliver you from my hand. The king is so pompous and he doesn't mind his words when he's talking about this God. But in verse 25, he is humbled and brought to order. And he says, look, walking in the midst of the fire, they are not yet. And the form of the 4th
Na kuna mtu wa nne is like the Son of God. na anaonekana kama mwana wa Mungu. Who is introducing the Son of God? Je, nani anatuletea? Or who is telling people that there is someone who is powerful than me? Nani anaambia hao wengine kuna aliye mkuu Who kuniliko? had said, I want to see the hand that delivers you from my hand? Nani alisema nataka kuona mkono ambao utawaokoa kutoka This mikono yangu? is a humble pie that Nebuchadnezzar has to eat. Huyu ni Nebukadneza, sasa amenyenyekea kufanya And he haya. has to eat it humbly. Na anafanya hiyo kwa Because unyenyekevu. when the Lord is doing his things, Kwa sababu Mungu he anafanya mambo requires yake. that we don't fear the appearance. Anataka Because tusionekane. right behind the appearance is hiding reality. Kwa sababu nyuma ya kuonekana And the kuna Hebrew ukweli. boys knew that this is the Na appearance. hawa vijana wa Ibrania But we have a walijua God who is kuonekana. faithful more than the Na appearance. kwamba kuna Mungu mwaminifu We have kuliko yule never seen him kuonekana. deliver people from fire, Hatujamuona hata but we wakati know wa he fire. will deliver us from fire. Lakini tunajua We've atatuokoa never kutoka kwa seen him moto. delivering people from the fire that's 7 times hotter, Hatujawahi kuona naye waokoa kwa moto ulioongezwa mara 7. but you fight for this. You fight for us in this one. Lakini utatupigania kwa moto huu. So Nebuchadnezzar was humbled, Kwa hivyo Nebukadneza and he alinyenyekezwa praised the God that he was humbling. na kaanza kumsifu Mungu ambaye alikuwa anamnyenyekea. Why? Kwa nini? All because of the boys who could not fear what they were seeing. Kwa sababu hawa vijana watatu ambao hawakuogopa kwa yale ambayo angetendeka. Friends, Rafiki, there are times when things that happen in our lives would force us to do things that we have never thought of. kuna wakati mambo yanatendeka katika maisha yetu yanatufanya tufanye mambo ambayo hatukutarajia But kuyatenda. remember, it's just the appearance. Lakini kumbuka ni kwa kuonekana tu. There's a reality behind it. Kuna ukweli nyuma yake. Elijah thought he was the only one left, Elijah alidhani yeye peke yake amebaki, yet there were 7,000 behind him. lakini kulikuwa na 7,000 manabii nyuma yake. Gehazi thought they were finished, Gehazi alidhani wamemalizwa, yet they were those that were with them were mightier and many than those that were ila without. waliokuwa naye walikuwa wakuu kuliko wale aliowaona. The Hebrew boys, Nebuchadnezzar thought if you would put a fire in their presence, they would be scared to death and run out of their skin. Nebukadneza alidhani vijana hawa wa Ibrania wataogopa watakapoongeza moto huo But mara moja na kurusha ndani. the Hebrew boys were faithful to duty as the needle is to the poor, and they said no matter what, we will stand for the truth. Lakini vijana hawa wa Ibrania walikuwa waaminifu, wakasema hata litendeke vipi sisi hatutaabudu sanamu And hiyo. this is what Ellen White records when she writes in Education page 57. Na hivyo ndivyo Ellen White anaandika katika kitabu cha Education kurasa wa 57. The greatest want of the world today Jambo kuu linalohitajika katika is ulimwengu men sasa who are not bought or sold. ni watu ambao Men who hawakununuliwa wala stand for kuuzwa, the truth though the heavens might fall. watakaosimamia ukweli hata Men mbingu who are ianguke. true to duty as the needle is to the poor. Wale ambao watakuwa waaminifu kama vile sindano na unyuzi. Your situation out there, Hali yako pale nje it's scaring. inaogofya. When you tell it to people, people are wondering how you are surviving. Unapoambia watu wanashangaa unaishi vipi. When you tell it to your friends, they are wondering how you are surviving in such. Unapoambia rafiki zako wanashangaa unaishi vipi na hali hiyo. It's just the appearance. Ni kuonekana tu. But behind it, the reality lies in it. Lakini nyuma yake kuna ukweli. And God is holding a reality that's better than what you are seeing. Na Mungu anashikilia ukweli hakika kuliko yale ambayo unayaona. What you require is to stand firm on the promises of God. Jambo unalohitaji ni kusimama imara kwa ahadi za Mungu. You know, Unajua, listen to this. Let me use uncircumcised words here. Hebu Listen to nisikie this maneno crazy haya. and stupid king. Hebu sikiza mfalme huyu. Listen to this king. Hebu msikize. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace. I want you to look at something. Hebu muangalie jambo. The mighty men Hawa watu wakuu brought these guys, wakaleta watu hawa and they were vijana, burned by the heat of the fiery furnace at the mouth. waliungua kwa moto Are uliokuwa we langoni. together there? Hebu tuko pamoja hapo. But when Nebuchadnezzar wanted to talk with those that were in the fire, Lakini Nebukadneza he came close to the mouth of the burning fiery furnace, karibu na mdomo and he spoke to those in the fiery furnace at the mouth of the burning fiery furnace. akazungumza na wale walikuwa ndani ya And tanuru God spared akiwa him langoni, na Mungu because he had a alimwacha. message for everyone else. Kwa sababu Mungu alikuwa na Remember, ujumbe kwa kila mtu. Kumbuka, This was a
powerful crusade. Hii ilikuwa kama uamsho wa nguvu sana. Because all Babylon is there. Kwa sababu wakuu wote wa And serikali God has to speak. na Mungu lazima angezungumza. And the guest speaker is a heathen king. Na mzungumzaji mkuu ni mfalme aliyekuwa. There is no money collected for the crusade. Hakuna pesa ilikusanywa kwa uamsho huo. And God is doing wonders with the heathen king. Na Mungu anafanya makuu kwa mfalme aliyefichwa. So verse 26. Fungu la 26. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace. Ndipo Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru saying, na kapaza sauti na kusema, Shadraki, Meshaki and Abednego, na Abednego, servants of the Most High God. Watumishi wa Mungu aliye juu sana. Wait a minute, Nebuchadnezzar. Hebu sikiza Nebukadneza. Ngoja kidogo. You asked the question earlier on. Uliuliza swali hilo. And you said, who is this God that will deliver you from my hands? Uliuliza huyu ni nani atawaokoa kutoka tanuru ya moto? Mr. Nebuchadnezzar. Nebukadneza. Who is this mighty God you are referring to now? Huyu ni Mungu mkuu yupi ambao unazungumza sasa? So, kwa hivyo, come out. Njoo nje. No, there's something wrong there. Come on. There is something wrong. Kuna jambo baya hapo. Tokeni nje. How did they get in? Waliingiaje? How did they get in? Waliwekwa pale vipi? Waliingia vipi? Use the same method to get them out. Tumia jinsi hiyo kuwatoa. How did they get in? Waliingishwa aje kwa tanuru? Did they walk in? Walitembea? Did they walk in? Je, walitembea ndani ya moto? So how do you expect them to walk out? Je, watatembea vipi kutoka nje? Use the same method. Send your men to take them out. Tuma watu wako wawatoe nje. But he knows there is a God who is faithful and mighty. He can do it. And he says, come out. Alijua kuna Mungu mwaminifu na anaweza fanya. Ndipo akamwambia, tokeni nje. And listen to this one. Hebu msikize hii. Then Shadrach, Meshach, ndipo Shadrach, Meshaki. Actually, let me read from servants of the most High God, come out and come here. Watumishi wa Mungu aliye juu sana, tokeni njooni hapa. Come out and come here. Tokeni nje na mje hapa. Then Shadrach, Meshach and Abednego, ndipo Shadrach, Meshaki na Abednego came from the midst of the fire. Wakatoka ndani ya moto. And satraps, administrators, and all those, they saw that these men, bodies had no fire on them. They were not burnt, even their clothes, and they were not even smelling the fire. Wasimamizi, watawala na washauri wa mfalme wakakusanyika kuwazunguka. Waliona kwamba moto haukudhuru miili yao, wala unywele wa vichwa vyao havikuungua. And the crusade goes on. Na crusade inaendelea. And the guest speaker takes the mic again. Na mzungumzaji mkuu anachukua kipaza sauti. Verse 28. Nebuchadnezzar spoke saying, ndipo Nebukadneza akasema, blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego, ahimidiwe Mungu wa Shadraki, Meshaki who sent na his Abednego, angel and delivered his servants who trusted in him. ambaye amemtuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake. And they have frustrated the king's word. Waliokaidi amri ya mfalme. And yielded their bodies. Nao wakawa tayari kufa kuliko kutumikia. That they should not serve nor worship any god except their own God. Ili wasiabudu miungu yoyote ila tu Mungu mkuu wao. You never heard that. Humkusikia hiyo. Nebuchadnezzar is saying, Nebukadneza anasema, these guys have yielded their bodies. Hawa wametunza mili yao. That they will not worship the word of the Lord, of the king. Ya kwamba hawataabudu ile amri ama sanamu ya mfalme. Nebuchadnezzar is basically saying, Nebukadneza anasema, these people, hawa watu, they are so faithful to their God. Ni waaminifu sana kwa They Mungu did wao. not fear to go into the fire. Hata waogopi kuingia ndani ya And they moto. did not fear to die. Hawakuogopa kufa. And they did not fear to lose their lives. Hawakuogopa kupoteza And maisha their yao. same God delivered them from my hand. Na Mungu huyo So for that reason, blessed be their God. Kwa hivyo haimidiwe Mungu huyu wao. If they had feared what they were seeing, ikiwa wangeogopa kwa yale walioyaona, the crusade would not have started. Crusade hiyo haingeanza. So the message was preached because of those that did not fear what they were seeing. Kwa hivyo ujumbe ulihubiriwa kwa wale ambao hawakuwa wanaogopa kwa yale ambao walikuwa wanayaona. The question I ask you is, swali nauliza ni hili. What are you fearing? Je, unaogopa nini? What are you seeing? Je, unaona nini? What is appearing in your life? Je, nini kinachoonekana And maisha why are you yako? so scared? Na mbona umeogopa? Remember, kumbuka,
Jesus has 1,000 ways of which we know not how to manage these things. Yesu ako na njia maelfu na maelfu ambazo hatujui jinsi ya kutatua shida hizi. The devil will always use things that we know to frustrate us and to instill fear in us. Ibilisi atatumia mambo ambayo hatatupotezea muda ama pia kuongeza uoga ndani yetu. But lakini remember this one thing. kumbuka jambo hili. God has a way to protect you. Mungu ako na jinsi And ya these kuokoa. guys were not telling the Lord which way. Na watu hawa wako wanaambia Mungu These guys were saying, the Lord will deliver us. Hao vijana walisema But if Mungu he atatuokoa. decides not to deliver us, hata ikiwa still we will not give in. hatutaingia katika uabudu sanamu yako. You know, Unajua, life has a way of frustrating people. Watu wamekata tamaa katika maisha yao. You get married Unaolewa and you're expecting children, unatazamia watoto and it's not happening, na haifanyiki, and that frustrates you. na hiyo inakufanya unapoteza, And people will tell you things and despise you watu watakuambia maneno and force you to think to do otherwise. watakufanya ufikirie kufanya mambo mengine. Don't fear the appearance. Usiogope yanayoonekana. There's reality hidden somewhere. Kuna ukweli umefichwa nyuma God will yake. do things for you. Mungu atafanya mambo. You know, you are raising children. Unajua tunakuza But watoto. today you're on medication, high blood pressure, because you think of them and work on them day and night. Damu yako inapiga juu kwa sababu umekuwa na mawazo usiku na mchana. When other doctors ladies are talking about the success of their children, Wakati wazazi wengine you are wanaongea all quiet. vile watoto wao wamenawiri. You know, these women, Unajua wanawake, they have a way of saying things that will bring and instill worry in you. hawa mama wanaweza zungumza hadi uogope. You know, the one in Canada then said, "Mommy, you need to go and see an ophthalmologist for your eyes." And then I got these specs. Unajua ambaye aliye pale And, Canada ananiambia, you know, because of kuona this, daktari wa macho. Because of these electricity cuts and so on, the one in Sweden said you need a generator and a solar power at your home. Yule mtoto wangu yuko pale Sweden alisema pengine unahitaji solar And then panel. doctor said, you know, doctor is referring to the one who's working locally. And then doctor said, "Mama, you need to go for a holiday sometime just to get some time off." Unastahili kupata nafasi upumzike hata kidogo. And these are the age mates of your children. Na hawa wanatoshana na watoto wako. But of the three that you bore, Lakini kwa wale watatu watoto wako, one is in the streets roaming around, mmoja ako pale mtaani anazunguka zunguka, one is prison, one is in prison, mwingine ako ndani ya jela, and the third one is just roaming around, marrying everyone every day. na mwingine anapita pita hivi na raha za dunia. So you can't just stand or sit with others and discuss anything. Uwezi kaa na hawa mama wengine uzungumze. The appearance of things tells you don't fit, you don't belong. Mambo yanavyoonekana unaona ya kwamba hautosheki. There is a reality hidden behind. Keep on praying. Kuna ukweli ndani yake, zidi kuomba. You have written your whatever qualification you need in your education. Uko na mambo yote, karatasi yote. If you have written the exam 5 times, ikiwa umeanguka mtihani mara 5, chances are you failed 6 times. Pengine unaweza anguka mara ya 6. And you're about to lose hope and you're frustrated. Umepoteza tamaa, umekufa moyo. Pray and ask that the Lord show me the reality of this thing behind it. Kuomba ili uone Mungu There is some reality hidden behind it. Kuna ukweli umefichwa ndani yake. Your life is not adding up. Maisha yako hayakui vizuri. You do business every day, you are applying for loss every day. Unafanya biashara kila siku lakini unapata hasara kila siku. Stand firm on the principles of God. Simama imara katika and pray that the Lord will show you the reality hidden behind it. Omba Mungu akuonyeshe ukweli uliofichwa ndani. In every appearance of life there's a reality behind it. Kwa kila kuonekana kwa maisha kuna ukweli umefichwa nyuma yake. Our young men are always told, vijana wetu wanaambiwa, it's not all that glitters that is gold. Sio chote ambacho kinyaa. But they are taken with appearance and they marry appearance. Wanachukua kuonekana na wanaoa sura. When they are living in their homes it's misery all day. Wanapoishi pale nyumbani ni shida tupu. You know, unajua the amount of flour that is needed in a pizza I think is very little. I don't do pizzas but I think it's very little. Ambalo liko ndani ya pizza ni kidogo sana. When you are in love you are getting pizza every day. Ikiwa mnapendana kila siku unanunuliwa pizza. And he is not even Adventist. Sio kwa Adventist. And he's telling you, you know what?
Na I read anakuambia- Desire of Ages chapter 19. It's an interesting chapter. Unajua- And you know, I'm about to, I'm thinking of quitting meat Niko karibu kufikiria vile tutakutana. and your food with the reading and the telling and the Hiki storytelling and chakula ambacho everything. tunakula, mnakutana, mnaongea mambo mengi na si Adventista. Let me tell you, young man. Hebu niwaambie Let me vijana, tell you, young lady. hebu nikuambie This msichana. person is just buying the pizza for you and doing all things for Huyu you. atakununulia pizza, kununulia vinywaji. When you are then married, you buy 5 kgs of flour and you have no oven. Wakati umeolewa utanunua kilo 5 za maua pale katika joko lako. I think you've heard it. Today he appears like he's a good guy. Leo anaonekana kwamba And when you're standing before the pastor, you want to convince the pastor that no. Wakati mnasimama mbele ya mchungaji, unajua I've had 4 of these guys in my life. I've unajua only had nimekuwa 4 na boyfriends. unakuwa And you nimejua know na what, wavulana pastor? 4 maisha yangu. Of the 4 that I've had, this Kwa hao one is 4, the loving and caring Huyu ndiye one. ananipenda Of course sana. he's not Adventist, Pengine si but Mwadventista, he is caring. lakini ananijali sana. Don't be fooled by appearance. Hebu usifumbwe macho kwa There is kuonekana. reality hidden behind appearance. Kuna ukweli umefichwa ndani ya kuonekana. We want to pray. Tunataka kuomba. I don't know what your appearance is. Sijui kuonekana kwako ni kupi. I don't know what is taking you to the edge in your appearance that you want to quit or you want to do things that are not Sijui nini right. kinachotendeka kwa maisha yako ambacho kinaonekana na But this is the kinakuzuia. time to say, Lord, Huu ndio wakati wa kusema just like Mungu, the Hebrew boys, vile vijana hawa wa Ibrania, let the king multiply the fire 7 times hebu more. mfalme aongeze moto mara 7. Yet I'll stand on the promises of God. Lakini tasimama imara kwa ahadi za Mungu. Let the king's face change and be rage and be fury. Hebu mfalme akuwe na That's ghadhabu na okay. hasira. Hiyo ni sawa. I'll say it in his face, don't waste your time, I'll not budge. Nitasema mbele yake ya kwamba usipoteze muda, sitaabudu mambo haya. Let the world offer things. Hebu ulimwengu upeane vitu. Let the world offer profit Hebu ulimwengu that is upeane gotten in a way that is wrong. faida zozote ambazo unazipata kwa njia yoyote hata Let kama ni them mbaya. do it. Hebu wafanye hivyo. Stand on the promises of God and do the right thing Simama always. imara kwa ahadi za Mungu na ufanye yote ambayo ni ya kweli. We want to pray. Tunapenda kuomba. But I was just thinking to myself, it could be before we pray, Lakini kabla ya kuomba, there could be one kunaweza kuwa na mmoja who was just waiting for an opportunity Amekuwa to akingoja choose Jesus fursa. as his best and his personal savior. kuchagua Yesu You- awe mwokozi wa maisha yake. Choosing Jesus is something that you do at home, and when you come here, we give you the chance. Kumchagua Yesu ni unafanya uamuzi unaofanya nyumbani, tukija hapa tunakupea nafasi. Before we pray with those that require a special prayer, Kabla ya kuomba na wale ambao wanahitaji maombi by show special. of hand, there could be someone who's saying, I want to choose Jesus as my personal Kwa savior ishara ya today. mkono kuna Before we yule pray, anayesema ningependa We kumchagua don't want to Yesu close you out. kuwa You mwokozi just wa want to maisha register yangu. interest. I see hands going up. God be with you. God bless you. Mungu akubariki, Mungu akubariki. You need to make this conscious decision to choose him Unastahili as kufanya your personal uamuzi savior. huu kumchagua Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Don't delay when God speaks to you. Usikawie Mungu anapokuzungumzia. May God continue to bless you. I've seen your hands, and God has registered your Mungu hands. aendelee kuwabariki, nimeona mikono. We also want to pray, like I said earlier on, Ningependa tuweze kuomba in line with what we were discussing. kwa yale ambayo tumezungumzia. I don't know what is appearing before you. Sijui nini kinaonekana mbele yako. I don't know what is scaring you. Sijui nini But you kinakuogopesha. need to stand firm for God. Unastahili kusimama imara kwa Mungu. I will invite Pastor Morara to come and pray this prayer. Ningependa Praying for you in a special way mchungaji that God helps you to stand. Though the heavens might fall, stand firm. Mungu, ili Mungu atusaidie If tuweze it's your kusimama prayer, imara stand to your feet hata and kama we mbingu pray together. itaanguka. Ikiwa ni ombi lako uweze kusimama kwa miguu yako, tuweze kufanya ombi. I also acknowledge those that are watching online. You can obviously you can't stand wherever you are, but raise your heart to the Lord. Hata wale ambao wanatutazama kwenye runinga, unaweza Raise your heart to the Lord and the mkono Lord wako will do mbele ya things Mungu, na for unajua you. Mungu atakufanyia mambo mbele yako. Pastor, pray for us. Mchungaji, unaweza kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tunasema ni asante kwa neno lako ambalo limekuja kwetu kwa njia ya kueleweka kutoka kwa mtumishi wako Pastor Humphrey Mpita. Kukuja kwake hapa sio achali, all the way from Zambia, Nairobi, Kisii,
ulikuwa umepangia hii wiki ya kwamba aongee na sisi. Hakika tumeona ya kwamba kuna mambo mengine ambao tunaogopa kibinadamu, but the reality ambayo imefichika nyuma yake, vile tunaendelea kimaisha inakuja kudhihirika. Tunaomba ya kwamba tusiogope kwa yale ambao tunapitia. Kila mmoja wetu ambaye amesimama akona changamoto ya kimaisha, lakini tusiogope kwa sababu wewe kama Mungu uko nasi. Vile uliweza kujidirisha kwa wale vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, hawakuogopa mamlaka ya Nebukadneza, hawakuogopa cheo, hawakuogopa sauti, hawakuogopa moto ambao ulikuwa umewaswa mara 7 zaidi. Mara 7 tujue kwamba uliwaswa kwa njia ina gani, lakini lile ambalo linajidirisha ni ya kwamba wale ambao waliweza kutupa wale vijana watatu kwa moto, wao wenyewe waliangamia, lakini ukasimama na Shadrach, Meshach na Abednego. And when the king realized that there is a God, kulikuwa na mtu waine ndani ya moto, alisema come out, kwa maana alikuwa amenyenyekea kwako. Na sisi tunasema ya kwamba kwa zile changamoto ambazo tunapitia katika maisha, tunasema sishindwe katika jina la Yesu. Kuna wale ambao wako na changamoto ya watoto, labda mtoto ako chera, labda mtoto ni mlevi, labda mtoto anarandaranda hapa na pale, akikuja kanisani aoni mtoto wake. Tunaomba ya kwamba utupatie tumaini. Kuna wale ambao tuko na magonjwa ambayo saa zingine tunakata tamaa. Tuomba Mungu wetu ya kwamba utushughulikie. Hayo magonjwa na changamoto ni kama moto, lakini hatuogopi kwa maana kuna kitu ambacho kitajidirisha katika hizo changamoto ambazo tunapitia. Kwa hivyo tunashukuru Mungu wetu kwa neno lako ambalo limetupea tumaini ya kwamba tukisimama imara na wewe utasimama na sisi. Asante kwa mnenaji, asante kwa ile kanisa letu, asante kwa uongozi, asante kwa washiriki wote, asante kwa kwayasi ambazo siko hapa siku ya leo, asante kwa hata programu ambayo itaendelea jioni, ili tutakapoondoka hapa sote tuondoke na tumaini kuu ya kwamba utasimama na sisi. Katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Tukiendelea kujiandaa, ile kwa inaitwa gire Amazing Grace. Hebu kuja kwa haraka kwa wimbo Amazing. Tuharakishe wakati Elda anachukua usukani ili atuelekeze kwa program ambayo inafuata. Tuharakishe Amazing.
Katika mji ule Kana ya Galili palikuwa na mkutano wa harusi. Miongoni mwa wageni walioalikwa ni Mariamu naye Yesu, wakiwa wanakula pia na kunywa. Divai ikaisha, wakashangaa. Punde walipomwambia Yesu, yeye akawaamuru wajaze mitungi na maji. Kwa haraka wao walifanya vile waliambiwa, maji kageuka yakawa divai. Wakasherehekea kula na kunywa. Ombi likajibiwa, kwa kweli panapo Yesu mambo sawa. Mwalike Yesu kwako, mwambie zote hizo shida zako. Fanya yote hayo asemayo, hata kama waona hayawezekani. Ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Mwalike Yesu kwako, mwambie zote hizo shida zako. Fanya yote hayo asemayo, hata kama waona hayawezekani. Ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Si yale ya watu, bali ni yale ya wito. Mwalike, mwambie, fanyeni yote asemayo, na mambo yako yote yatakuwa sawa. Mwalike, mwambie, fanyeni asemavyo katika hiyo ndoa yako, katika hizo shida zako, kwenye fikra zako, fanyeni asemavyo masomoni mwako. Mwalike, utafuta mchumba, mwambie, fanyeni na mambo yako yatakuwa sawa. Maneno ni matatu, mwalike ni matatu. Yesu kwako, mwambie zote hizo shida zako. Fanya yote hayo asemayo, hata kama waona hayawezekani. Ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Maneno ni matatu, mwalike ni matatu. Yesu kwako, mwambie zote hizo shida zako. Fanya yote hayo asemayo, hata kama waona hayawezekani. Ni kweli mambo ya kwako yote yatakuwa shwari. Asanti kwaya. Tuko na kwaya hata kwa setu wazijaimba leo church kwa chaona wakiimba. Women ministry wamevaa uniform. Wasee wetu hawachaimba. Hizo kwaya sote tutaimba kuanzia saa 8. Kwa hivyo tunataka tuchukue kama dakika 40. Kwa hivyo if you are a baptized member of KCC, tunaomba uketi hivyo wakati tunaruhusu wageni wetu tuende pale guest house ili tuanze business meeting kwa dakika chache. We are doing this because tukiwaita kwa business meeting on a Sunday amonekani, na business meeting vile tulisoma kwa judge manual is a requirement kwa kanisa letu. Tunawaita hapa only handful ambao they turn up, and the next Sabbath we have Passover.
Nilikuwa naongea nikitarajia kwamba wewe mngekuwa mmeenda pale na watoto wale members, tutaketi hivyo. In the next 30 minutes tutasomewa tu around 7 reports ambazo tumefanya tangu mwaka uanze, kupitia tu na 1 or 2 comments tumalize, ili tuingie kwa afternoon program. Kwa hivyo programu yetu inaanza saa 8 kamili. Programu yetu ya jioni inaanza saa 8 kamili. If you are a baptized member of KCC, tunaomba uketi hivyo tu, wewe keti. Kwa hivyo